Bwana Yesu asifiwe. Leo nimetamani kushare na wewe shuhuda mbalimbali ambazo nimezipokea kutoka kwa watu wengi. Wamekuwa wakinipigia simu, wakitoa comments zao na wengine kuelezea shuhuda namna ambavyo wanabarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivirusha katika Faith and Health Ministries. Jina langu ni Yoeli Elias Ndegea, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Natamani kukusomea shuhuda mbili ambazo nimezipata kutoka kwa marafiki, na hata hivyo nimeomba ridhaa yao, ila sitawataja kwa majina na wako tayari kuzishare. Lakini pia nitajibu maswali kadha wa kadha ambayo yameulizwa kwa habari ya vipindi ambavyo tumekuwa tukijifunza kuhusiana na afya ya mwanaume. Ushuhuda wa kwanza unaandikwa, ninasoma kama alivyotuma shuhuda huyu wa kwanza. Anasema, Pastor, ninabarikiwa sana na mafundisho yako. Hasa somo kuhusu kusema na mama lilinigusa sana hadi nikatokwa na machozi. Wakati nasikiliza somo hilo, nilikumbuka kuwa sijawahi kumtumia baba yangu pesa bila kuniomba. That is really bad. Lakini mara baada ya kusikiliza, moyo wangu uliguswa na nikajikuta nikitirilikwa na machozi. Niliamua kumtumia baba yangu pesa kama surprise. Namna alivyonishukuru na alivyozungumza ilinifanya nihisi huzuni, kana kwamba sikuweza kugundua mapema jambo hili na nimechelewa kufunguliwa. Ninamshukuru Mungu kwa kuinua na kutumia kufungua macho ya rohoni na kiutendaji pia. Nami ninakupa fungu hili ili kusaidie wewe unayenitazama na wengine wengi. Kutoka 20 fungu la 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Ushuhuda wa pili, mama yangu alinizaa na kunitelekeza nikiwa na miezi 2 tu. Aliniacha kwa shangazi na hakuwahi kutaka kuniona tena. Yote ni kwa sababu ya kukosana na baba yangu. Hasira za wazazi zisipelekwe kwa watoto tafadhali, hawana kosa. Kwa miaka mingi nilibeba maumivu moyoni, nikikosa amani, lakini baada ya kusikiliza somo lako Pastor, moyo wangu ulivunjika. Nimepata nguvu ya kumsamehe mama na nimeamua kuachilia yote yaliyopita. Leo hii nina amani moyo wangu na ninajihisi niko huru. Mungu azidi kukutumia kwa namna ya pekee. Nami nakusindikiza kwa fungu la Waefeso sura ya 4 mstari wa 31 na 32. Ondoeni uchungu wote, hasira, ghadhabu, kelele na matukano pamoja na kila aina ya uovu. Muwe na wema ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu alivyowasamehe ninyi katika Kristo. Maswali. Kati ya maswali yaliyoulizwa, swali la kwanza ninakusomea. Pastor, sasa mimi kila nikienda interview siitwi kazini. Je, ni kwa sababu ya kushiriki kimwili na wanawake wengi na kwamba sina mvuto? Nami nakujibu kama ifuatavyo ndugu yangu. Naomba kukujibu kwa upendo na kwa ukweli. Kuhusu mahojiano ya interview na kutokuitwa kazi, si rahisi kusema moja kwa moja kuwa kushiriki kimwili na wanawake wengi ndicho chanzo kinachokufanya usiitwe kazini. Hata hivyo, tabia ya uzinzi huleta athari kubwa za kiroho na kisaikolojia ambazo zinaweza kuathiri namna mtu anavyoonekana, anavyojiamini na hata namna Mungu anavyomfungulia milango ya baraka. Mithali 6:26 inasema, maana kwa sababu ya mwanamke kahaba mtu huadimika hata kipande cha mkate, na mzinifu humwinda mtu wa thamani kubwa. Ina maana mtu anaweza kupoteza heshima, malengo au hata kibali kwa sababu ya tamaa za ngono. Kuhusu mvuto, mvuto wa kweli huanzia rohoni. Ukijaa hekima, nidhamu na heshima na unyenyekevu, na watu wanavutiwa na wewe. Tamaa ya tendo la ndoa ama zinaa huondoa mvuto wa ndani na mara nyingi huacha mtu akiwa mtupu hata kama ana sura na mavazi mazuri. Swali lingine, Pastor, mbona kuna wanaume wengi tu tunawajua wana orodha ndefu ya wanawake lakini wamefanikiwa? Asante sana, nitakujibu kama ifuatavyo. Mafanikio ya nje hayamaanishi ni kibali cha Mungu. Watu wanaweza kufanikiwa kifedha au kijamii, lakini ndani wanaishi kwa huzuni, kwa hofu ama wana upweke mkubwa. Kumbuka, ukipata fedha kwa njia halali, zitaishi kwa njia halali.
Ukipata kwa njia haramu, zitakaa kwa njia haramu. Kwa hivyo ni ushauri huo, tunza heshima mbele za Mungu. Na kumbuka Zaburi 37:1-2 inasema, usiwahusudu waovu wala usione wivu kwa watenda maovu, maana kama majani watakatwa upesi na kama miche mibichi watanyauka. Mungu ana ratiba yako. Yeye hujali sio tu kukuinua, bali kukuinua ukiwa katika msingi imara wa kiroho. Mungu akusaidie, endelea kuwa mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hata wakati mwingine tutakapoendelea kujibu maswali na kuwaletea shuhuda mbalimbali kwa kadiri zitakavyoletwa. Bwana awe nawe.